Hata kama ingekuwa ni dharura kiasi gani, umeshindwa kunipigia simu? Nilishindwa kwa sababu simu yangu ilizima chaji. Kwa nini ningekupigiaje hapo mume wangu? Ili ni lazimu tu, ni dharura. Ni dharura, si ndio? Na sio kwamba imezima. Umeizima ili nisikutafute, mpumbavu wewe. Hivyo ni mwanamke au ni mwanamke malaya tu, si ndio? Samahani wangu. Sijapenda. Yaani sijapenda ulichokifanya Neema. Yaani bila shaka unanivunjia heshima. Haiwezekani Neema, wewe ni mke wa mtu. Ifike basi hata hatua Neema basi kujitambue mke wangu, lakini kila siku unazidi kuniongezea kwamba machangamoto tu katika hii nyumba. Yaani unanikwaza kiasi kwamba ambacho mpaka napagawa yani. Isiondoa tena imekuwa maumivu makali. Mina mpenda yeye apendeki na wala taki hata kujali. Nda mpaka inaboa unajikondesha unakuwa ulali. Kazini akienda narudi asubuhi na wala taki hata maswali. Na kama makosa nakoseaga ye, mimi nikimuliza na kuja juu. Na nikimwomba msamaha ye, yani ndio anazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha. Kulanika. Mwambie kipenzi changu. Asante. Basi kunishukuru hivyo. Hayo yote nayafanya kwa sababu yako. Kushukuru lazima, maana sio kwa izira ulizonipa. Sikujua kama ningefurahi kiasi hicho. Huo ni wajibu wangu kwako. Pana nimekupa kitu kidogo tu. Kidogo lakini kwangu kikubwa, kama umenihamisha dunia. Kweli? Yeah. Yaani nikikupa miuno na sogojo jinsi ndongezimia kabisa. Hiyo muno ulionipatia yenyewe inatosha. Mimi mgeni kwenye mambo haya mwenzako. Kweli. Sasa hivi nina staili mpya hiyo. Inaitwa mbwa kakojoa. Mmoja chini mmoja juu. Alafu mambo yako bwana kama kabisa nyumbani kwako. Mstaki bwana, inatosha. Kweli. Njoo na hamu. Toshiki. Tatoshikaje sasa? Kwa staili ya fundi tatoshika mimi. Kwa kweli. Yaani hata niwe mara 10 kwa siku. Safi tu. Siwezi kuchoka. Okay. Spend it out. Kama mimi choka na Vanessa. Vanessa. Wewe mwanamke, ina maana mimi nagonga mlango muda wote upo ndani tu unanisikia? Vanessa, nazungumza na wewe. Muda wote nagonga mlango upo ndani unanisikia? Hivi ni dharau, jeuri au kiburi? Mume wangu,
Mbona kila siku nawe kukufungulia mapema? Tuseme leo tu kupitiwa na usingizi ndio sababu ukaongea maneno yote hayo? Hata hivyo ni usiku sana. Unaweza kuniambia sasa hivi ni saa ngapi? Unaniuliza saizi ni saa ngapi, na ulikuwa unajua saizi ni saa 8? Alafu sikiza wewe mwanamke. Sikukuoa humu ndani uje unipangie masaa ya kutoka na ya kurudi. Hapa ni nyumbani kwangu mimi. Muda wote napojisikia kurudi nitarudi kwa sababu ni nyumbani kwangu. Huna mamlaka ya kunipangia masaa ya kutoka na ya kurudi. Sijui unanielewa vizuri? Nina mengi ya kuzungumza na wewe. Lakini kila itopo leo umezidi kuwa mkali. Kwa nini upendi kuniheshimu mimi kama mkeo? Unadhani misingi unanitengenezea mimi nitaweza kukuheshimu? Niliahidi kwenye uchumba ya kuwa nitakupenda, nitakuheshimu na nitakuthamini pia. Lakini hata hivyo na wewe uliniahidi. Lakini mume wangu leo sisikii ukiyazungumza hayo. Umebadilika, umekuwa zaidi hata ya shetani. Yes. Imefika hatua kuniita mimi ni shetani? Kwenye nyumba yangu mimi ni shetani? Imefika hatua sasa hivi unajimilikisha tu. Si ndivyo hivyo? Wewe ndio mwenye kauli mundani, wewe ndio mwenye sauti mundani. Lakini mume wangu, unanikosea sana. Mume wangu, nafikiria unadhani unayafanya ni haki kweli? Hivi late ingekuwa ni mimi ndo nakufanyia haya, ungejisikiaje wewe? Okay, sawa mume wangu. Hata hivyo umechoka sana. Naomba twende ukapumzike. Ila kesho nina mazungumzo na wewe. Mume wangu, basi yaishe kama nimekukosea. Ninaomba unisamehe. Tena imekuwa maumivu makali. Ninampenda yeye apendeki na wala taki atakuja. Kama ndoa inahitaji uvumilivu, naona kabisa ndoa yangu inaenda kunishinda. Nilikuwa ninampenda mume wangu, lakini kwa nini ananifanyia yote haya? Yaani mtu anarudi nyumbani usiku, unamuuliza, alafu bado anakufokea. Ni kipi haswa ambacho mimi nimemkosea mpaka ananifanyia hivi? Hii ndoa tena imekuwa maumivu makali. Ninampenda yeye apendeki na wala taki atakujali. Nda mpaka inaboa unajikondesha unakuwa ulali. Kazini akienda narudi asubuhi na wala taki hata maswali. Na kama makosa nakoseaga yeye, mimi nikimuuliza na kuja juu. Na nikimwomba msamaha. Za asubuhi mume wangu. Nafikiri sina hata haja ya salamu yako. Hivi Neema, wewe katika hii nyumba ni mfanyakazi ambaye anakuja hapa asubuhi na kuondoka jioni, ama wewe mke wangu katika hii nyumba? Mume wangu, masuala gani unaniambia hayo? Sikuelewi. Yaani unauliza swali ambalo unajua mimi namaanisha nini, si ndio? Hivi unaweza kuniambia kwamba ulikuwa wapi? Jana nilikuwa nipo kwa rafiki yangu, alikuwa anapata usiku. Alafu ghafla akaugua, kwa hiyo nilishindwa kumwacha mimi, ilibidi nibaki naye muangalie hali yake. Ulikuwa kwa rafiki yako, si ndio? Hivi Neema, unachokizungumza kwamba unakisikiliza au unakurupuka? Hivi una akili timamu kweli wewe? Mume na rafiki, nani bora kwako? Mungu, nilishindwa kumwacha mwenyewe, kwa hiyo ilibidi nikae muangalie hali yake mpaka asubuhi kwamba itakuwa katika hali gani. Hata kama ingekuwa ni dharura kiasi gani, umeshindwa kunipigia simu? Nilishindwa kwa sababu simu yangu ilizima chaji. Kwa hiyo ningekupigiaje hapo mume wangu? Ili ni lazimu tu, ni dharura. Ni dharura, si ndio? Na sio kwamba imezima. Umeizima ili nisikutafute, mpumbavu wewe. Hivyo ni mwanamke au ni mwanamke malaya tu, si ndio?
nisamehe mume wangu. Sijapenda. Yaani sijapenda ulichokifanya Neema. Yaani bila shaka unanivunjia heshima. Haiwezekani Neema, wewe ni mke wa mtu. Ifike basi hata hatua Neema basi kujitambue mke wangu, lakini kila siku unazidi kuniongezea kwamba machangamoto tu katika hii nyumba. Yaani unanikwaza kiasi kwamba ambacho mpaka napagawa yani. Nisikilize. Mimi nafikiri wewe hauna heshima. Bila shaka kuna mtu unamheshimu, si ndio? Sawa. Lazima nitoke hapa nielekee kwa bi mkubwa kwenda kutoa hizi taarifa. Anyway, unaenda kwa mama? Lazima niende. Nisikilize, wewe unaenda kwa mama? Nenda hapo ho unamuita mama. Alafu nataka nione kwamba yeye ndio unala naye kitanda kimoja au maamuzi atakayotoa kwamba wewe yatakusaidia kwa baadaye. Anataka kusaidia kwa wakati huo, lakini wakati niko naye kule. Mbona ni kama unabomoa ila anyway, nenda kwa mama. Hivi mwanamke au ni kidemjao wewe? Vunja huo mlango kama babako ana hela kutengenezea kumbavu. Na lazima nenda kwa bi mkubwa kwa sababu ndio mtu ambaye binafsi unayemheshimu na sio mimi. Mjinga mkubwa. Yani ndio anazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha ni wewe. Mume wangu ja asubuhi. Mume wangu, umeamkaje? Mume wangu, mbona kama umeamka unajiandaa unataka kutoka? Basi ngoja nikuandalie chai. Basi jana uliporudi nyumbani, nilikuomba leo na mazungumzo na wewe. Na wangu, naomba tuzungumze, tumalize utofauti wetu humu ndani. Sipendi tunavyoishi huku ndani kama paka na panya mume wangu. Hebu naomba tukae, tuzungumze. Hiyo tofauti yetu iishe leo mume wangu. Na kama kuna sehemu nimekukosea, basi naomba unisamehe kwa sababu mimi ni mwanadamu. Mume wangu, sipendi ninavyoongea na wewe, alafu umekaa kimya unanisikiliza. Hebu naomba unijibu angalau hata jibu moja tu. Kwa hiyo naomba kidogo hiyo tumalize utofauti wetu. Kwa hiyo kuna tuishi kama paka na panya. Naomba. Mume wangu, unaenda wapi na kati leo ni Jumamosi? Hebu naomba nipe nafasi hata mara moja. Tumalize utofauti wetu humu ndani. Sipendi tunavyoishi kama paka na panya humu ndani. Hebu naomba unielewe basi hata mara moja basi. Nisikize mwanamke. Unajua fika. Muda wangu wa kufika kazini ni saa 1. Wewe sasa hivi umeniacha nimelala mpaka sasa hivi saa 4. Na nilikuwa unajua kabisa muda wangu wa kufika kazini ni saa 1. Umeniacha mpaka sasa hivi nimelala. Ulishindwa kuniamsha mimi? Alafu sasa hivi unaniambia kwamba mume wangu nimeshindwa kuzungumza na wewe. Ni mazungumzo gani mimi naweza nikakuelewa kwa sasa hivi? Wakati unajua nilishachelewa kufika kazini. Ninajua leo ni Jumamosi na ndio maana nimechelewa kukuamsha. Ninafahamu kwamba leo ni Jumamosi. Ila imetokea dharura, natakiwa nifike kazini. Hebu naomba ukae tumalize utofauti wetu mimi na wewe. Hivi unapenda tunavyogombana kila siku mundani? Basi mimi ni mwanadamu. Naomba unisamehe. Hamna mwanadamu asiyekosea chini ya jua. Hebu naomba basi uelewe na naomba ukae chini tumalize utofauti wetu. Tuanze tena ukurasa mpya mume wangu. Mimi nilifikiri kuna cha maana sana tutaka kuniambia. Zaidi ninachokiona kunipotezea tu muda.
Halo mama. Habari? Salama mwanangu, mzima? Salama mama. Mama, mimi mwanao nimechoka mama. Mama, nimechoka kwenye ndoa mama. Unamaanisha nini? Mama, mimi kila siku ni mtu wa kunyanyasika mama. Ni mtu wa kupigwa. Mama, mimi naona bora tu nirudi nyumbani nije nipumzike mama. Mama, mimi mume wangu amekuwa ni mtu wa kunipiga kila itwapo leo. Ni mtu asiyenisikiliza kabisa ninachokiongea. Yaani ukisema umechoka kwenye ndoa yako, hapo ndo unaponichanganya. Ndoa imekuchoshaje? Unamaanisha nini? Hebu funguka kwanza. Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi nisingejihusisha na mapenzi, ni bora ningesaka senti chapa. Na kama makosa nakoseaga yeye, mimi nikimuliza na kuja juu, na nikimwomba msamaha yeye, yani ndiwe nazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha ni wewe, kutwa unanifanya mimi nalia tu, unayenishushia thamani wewe, tena kwa vipigo na matusi juu. Kumbe nipo kwenye dimbwi mapenzi, yani kumbe dimbwi, eti dimbwi la mapenzi. Dr. Jordan. Vipi, mbona unalala muda wa kazi mzee? Au jalala usiku, si ndio? Afanye kutamzama. Sio kwamba labda usiku sijalala, no, nimeshalala vizuri tu, lakini kwamba hata hivyo nilikuwa nimepumzika tu mara moja hapa. Ndio nashangaa nimepitiwa na usingizi. Unaongelea kupumzika. Dr. Jordan, wewe uko sawa? Sawa. Vipi mgonjwa wako umeona naye? Tulia. Calm down brother. Na hiyo ndo sababu ambayo nimekwambia wewe haupo sawa. Huyo sio Jordan ambaye namfahamu. Jordan wa leo umekuwa tofauti kabisa na yule Dr. Jordan ambaye tumemzoea hapa. Inaonesha kabisa una changamoto wewe. Kuna shida unapitia. Hebu unaweza ukaniambia changamoto ni nini? Kwanza vipi huyo mgonjwa tayari umeshamtibu umesema? Yaani sahau kuhusu habari za mgonjwa. Nimefanya kwa niaba yako kwa sababu toka umefika naona una delay sana kwenye matukio yako. Nimeshashughulika nayo. Sasa hapa cha msingi naomba tu niambie shida ni nini inayokusumbua? Hivi Neema, wewe katika hii nyumba ni mfanyakazi ambaye anakuja hapa asubuhi na kutoka jioni, ama wewe mke wangu katika hii nyumba? Mume wangu, maswala gani naniambia hayo? Sikuelewi. Unauliza swali ambalo unajua mimi namaanisha nini, si ndio? Hivyo ndio sipenda Mungu ipoa. Hena nilikuwa mkubwa na kiamba ifaa mpate usiku.
alafu ghafla akaugua. Nilishindwa kumwacha Romeo nitaki naye mwangalia. Ulikuwa rafiki yako, si ndio? Hivi ndio mambo umeshikizungumza kwamba unakisikiliza au unakurupuka? Hivi una akili timamu kweli wewe? Mume na rafiki nani bora kwako? Nilishindwa kumwacha nene, kwa hiyo ikibidi nikamwangalia hali yake mpaka asubuhi kwamba itakuwa katika. Hata kama ingekuwa ni dharura kiasi gani, umeshindwa kunipigia simu? Nilishindwa kwa sababu simu lazima cha kombo ilialego ilinilazimu kuidharura. Ni dharura, si ndio? Na sio kwamba imezima. Umeizima ile nisikutafute, mpumbavu wewe. Hivi ni mwanamke au ni mwanamke malaya, si ndio? Sijapenda. Yaani sijapenda ulichokifanya Neema. Yaani bila shaka unanivunjia heshima. Haiwezekani Neema, wewe ni mke wa mtu. Nifike basi hata hatua leo basi ujitambue mke wangu, lakini kila siku unazidi uniongezea kwamba machangamoto katika hii nyumba. Yaani unalikuwa kiasi kwamba ambacho mpaka nakagawa ya. Nisikilize. Mimi nafikiri wewe au heshima. Bila shaka kuna mtu unamheshimu, si ndio? Sawa. Lazima nitoke hapa nilikuwa mkubwa kwenda kutoa hizi taarifa. Tunaenda kwa mama. Lazima nene. Nisikilize, usiende kwa mama. Nenda kwa huo unamwita mama. Alafu nataka nione kwamba yeye ndio nela naye kitanda kimoja. Au maamuzi atakayotoa kwamba wewe atakusaidia kwa baadaye. Anataka kusaidia kwa wakati huo, lakini kwa nini niko kule? Mbona ni kama unabomoa ila. Anyway, nenda kwa mama. Unajua Dr. Jordan, acha nikwambie kitu kimoja. Unatakiwa utafute tiba mapema sana kabla hilo tatizo halijawa kubwa. Na mimi nadhani njia pekee hapo ni kujaribu kuzungumza naye. Unajua hao wanawake kuna muda uwaga wanakasirika tu bila sababu, lakini sio kama hakuna sababu. Inawezekana hata hiyo sababu ya yeye kukasirika huijui, ila wewe ndio sababu. Ujui nini chanzo cha yeye kuwa hivyo? Hebu jaribu kukaa naye chini, zungumza naye kwa umakini, mvute, mweke karibu. Inawezekana kuna sehemu umemkosea kama nilivyokuambia. Hebu jaribu kumuelezea na kumuuliza. Inawezekana akakwambia na ikawa chanzo cha yeye kubadilika na wewe kuwa na furaha kwenye ndoa. Lakini pia ikishindikana hapo, ana wazazi, ana mama yake. Unaweza kumhusisha katika hilo. Hebu jaribu kuzungumza na mama. Muelekeze kila situation unayopitia kwenye ndoa yako wewe na mkeo. Yeye ni mwanae yule. Amemlea, anamfahamu vizuri. Anaweza akatafuta tiba ambayo ikawasaidia na ndoa yenu kurudi katika mlolongo mzuri. Unadhani maisha ya kukaa na simanzi hivyo ni mazuri brother? Hayawezi kuwa mazuri na sio mazuri. Cha kufanya unatakiwa utafute dawa haraka sana. Okay, fanya kama nilivyokuambia. Lakini pia naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa hali uliokuwa nayo hiyo, huwezi ukafanya kazi vizuri leo. Hebu naomba uende nyumbani ukapumzike. Kapate muda wa kurest ili urudi katika hali yako ile ambayo umenifahamu. Okay. Let me tell you something, my brother. You can never do anything without your mentality. We need your mentality in order to achieve your duties. You can do anything in that situation. You are not good today. So you have to take some rest in order to recover your mentality. Asante Dr. Mzai. Nashukuru sana kama endapo umeniahidi kama utasimamia vipengele vyangu vya hapa kazini. Nashukuru. Ila mimi pia nakwambia kwamba nikipata nafuu mimi nitafika hapa. Sio kwamba labda niko najisikia vibaya, no. Ila tu kwamba akili yangu ni kweli haiko sawa, na kama umeweza kunigundua hivyo ni jambo zuri sana. Si unajua kwenye hili dimbwi kuna mambo mengi bala. Eti mchepuko ana enjoy penzi kwenye ndoa zinazidi kara. Na kama ningejua kwenye hili dimbwi uongo tamaa, mimi
nisingejihusisha na mapenzi, ni bora ningesaka senti chapa. Na kama makosa nakoseaga yeye, mimi nikimuliza na kuja juu, na nikimomba msamaha yeye, yani ndiwe nazidi kuwa moto wa kifuu. Anayeninyima furaha ni wewe, kutwa unanifanya mimi nalia tu.